unaacha nini? Unaacha alama gani ambayo Mungu atasema kwa habari yako? Lakini mtumishi wa Mungu ni bora, akaniogopesha anapotoa laana. Mimi nisingependa kutoa laana, lakini yeye alitoa laana bila kupepesa macho, na alaaniwe. Kwa nini? Wakati watu wanapambana kwa ajili ya vita za Bwana, yeye alirudi nyuma, yeye alitukwepa, yeye alituacha. Hata Paulo anamkumbuka Yohana Marko kwamba alituacha njiani, hafai, akamchukua Sila, Barnaba akambeba Yohana Marko. Tafadhali endelee. Mtumishi wa Mungu, haya mambo yapo, yameandikwa kutuonya, kutuelekeza na kutusaidia. Na onyo na leo hapa, usikubali roho ya nani? Ya Berozi maishani mwako. Ikatae kwa kishindo, ikatae kwa nguvu. Kataa roho ya nani? Ya Berozi, roho ya kuachia kazi ya Mungu watu wengine. Hivi kweli Mungu hausiki na wewe? Ni kweli Mungu hausiki na wewe? Na wengine mbona mnasahau haraka? Wengine mbona mnasahau mapema? Mnasahau Mungu alipokutoa. Kama wewe Mungu unasukuma mbali, una akili kuliko wengine, unafikiri ni mjanja kuliko wengine, twende mbele. Sogea tena hatua mbili mbele. Nitakuwa nimekaa hapo, ninakufungulia. Mimi sikutamkila ana, sio kazi yangu hiyo. Lakini kuna kuipita laana kwa mikono yako mwenyewe. Kwa mikono yako, naomba usipite laana kwa mikono yako mwenyewe mwanangu. Mpishe Mungu atimize makusudi yake kwenye maisha yako na maisha ya kwako. Leo mimi ningetamani kutamka baraka ya Eberi. Mkewe nani? Huyu mama anaitwa nani hapa? Abarikiwe. Nimependa hii. Abarikiwe ya Eli. Abarikiwe ya Eli. Mkewe Eberi. Kwa maana hakurudi nyuma wakati wa vita za Bwana. Bwana asifiwe. Hakurudi nyuma wakati wa vita ya Bwana. Wapendwa, kujenga nyumba ya Mungu ni vita, hamuelewi? Ni vita ngumu sana. Ukisimamisha nyumba, wapendwa, ni vita ngumu. Na mimi niwakumbuke wote ambao kwa kweli nimehusika na nyumba hii. Nimehusika toka mwanzo wa kazi hii. Utasema baadaye kwa ajili ya jambo la mwenzetu mmoja. Kuna watu nawakumbuka. Ninapofungua lango hilo, kuna watu nawakumbuka. Wengine wameondoka, wapo hapa, wameenda walikoenda. Mungu wa mbinguni awakumbuke kwa hili. Sema amen. Mungu wa mbinguni awakumbuka, waponye. Sema amen. Mungu awakumbuka, wainue. Sema amen. Mungu akumbuke uzao wao. Sema amen. Mungu awatetee, lakini waombea walioko ndani, waliobaki. Kwa kadri mnavyojenga nyumba hii ikapendeza, Mungu awapendezeshe kwa jina la Yesu aliye hai. Mkapendeze mnapotoka, mkapendeze mkiingia. Sema amina. Na adui zenu wawe ni adui za nani? Za Bwana. Ndivyo Mungu alivyotuambia hapa, kwamba wanaomchukia Mungu wawe kama nani? Kama Sisera. Maana yake wakafe kifo cha nyundo. Ndio maana yake wakafe kifo cha nini? Cha kupima ndio usoni. Ila ada ilikuwa mbaya. Mwisho naomba kila mtu auogope.
31, na waangalie hivyo hivyo adui zako, Bwana, waangalie kama anavyoangamia Sisera, wakafe kwa kupigwa nyundo za kichwa. Lakini sema bali wampenda na wawe kama jua hapo ichipukapo, itokapo kwa nguvu zake. Yaani naomba uone hapa, sio jua la asubuhi tu, lakini sema linavyotoka, linavyochukua, halichukui kinyonge kwa majahari, anasema linachukua kwa nguvu. Nimependa hii. Natamani kesho nitaamka mapema kabla halitatoka jua, nione linavyotoka. Alikuwa na maana gani? Jua halichomoki kinyonge, linachomoka kwa nguvu. Na wewe unabii wangu leo kwa jina la Yesu aliye hai, uchumi wako uchomoke kwa nguvu, afya yako itokee mara kwa nguvu, watoto wako wasome wafanikiwe kwa nguvu, na kila kitu kitokee kwa nguvu za Bwana maishani mwako. Piga kelele mbele za Bwana, shangilia Yesu. Harusi yako ije kwa nguvu, na kile unachofanya kisiwe kinyonge. Halo, kisiwe. Wewe unabii wangu kwenu. Kama umependa unabii huo, simama upige Bwana makofi yako na vigelegele. Simama tu, mshangilie Bwana.